Budget speech by the Treasury Cabinet Secretary has elicited mixed reactions from Kenyans. A section argues that while the budget places significant emphasis on service delivery and development initiatives, it falls short of addressing the mounting tax burden and rising cost of living facing ordinary citizens. Others, however, have lauded the budget, noting that key sectors such as education and county government funding received substantial attention and support. The government's move to reduce borrowing to finance the budget has also drawn praise from some quarters. Nimesikia kwamba bajeti ya leo imeongeza pesa ya muundo msingi. Kulingana na mimi, tukiwa na muundo msingi ambao umeboreshwa, utasaidia wakulima ambao wanapanda kahawa, wakulima ambao wanapanda mahindi, wakulima wa michai. I'm happy for this budget because it has increased the budgetary allocation to the county governments. Today we have one of the biggest budgets that have been sent to the county governments that will come down to where the people are. Tunaomba president na serikali yake wadili na wale watu ambao wanaiba pesa Kenya, wale wako corrupt, lazima waingizwe ndani. Hakuna mambo ya bond, wafungwe, wachukue hizo pesa zao warudishie wananchi wa Kenya. Na hizi deni wanataka kuweka kwa sisi wananchi. Sisi pia tuko na madeni zetu bwana. Si mnachukua ushuru, muangalie venye mnalipa hizo deni. Kila Mkenya sasa analipa, ukinunua bread unalipa ushuru, ukipanda bike unalipa ushuru. Kila sekta imeallocatiwa budget, but I'm worried kumekuwa loto na migomo mingi sana. Na nashindwa kwa nini, kwani hiyo pesa inaendanga wapi? Na kila section inaallocatiwa budget yake. Ningeomba tu bei ya fuel iko reduced chini zaidi. Upate that mwananchi wa China yuko burden because the moment mafuta imepanda ina affect each and everything. Imetufinya sana. Imetufinya kwa sababu hii iliyosomwa ikapita ilikuwa na kizaazaa na kizungumkuti kiwango cha kwamba tulikosa kujielewa. Na dakika mwisho ile bajeti iliyosoma tukasema imeondolewa ilirudi ndi ile ile. Na leo hii imekuja nyingine za mara mbili ya virudufu ya vile ambavyo tunaifahamu. Wakenya wanazidi kufinyika. Na sio mbaya KRA kuhakikisha kwamba wanaokota ushuru kupita kiasi. Lakini vile ushuru inazidi kupanda pia inazidi kuumiza Wakenya. Wizara ya usalama imepewa pesa mingi, hatukatai tunahitaji usalama, lakini ile ndio wizara ambayo inafanyiwa ufisadi zaidi because iko na vitu kama confidential expenditure.